Au yamkini ikitokea ukapata taarifa ya kwamba yule mdogo wako uliyemchukua kutoka kijijini kwenu kule ukaja naye mjini ili umlee na kumsaidia kupata mahali pa kuanzia katika maisha, ukasikia kwamba anatembea au anafanya tendo la ndoa na mume wako uliyefunga naye ndoa madhabahuni mbele ya mashahidi na mbele ya uso wa Mungu. Au isitokee, sio tu kwamba umesikia, ikatokea katika safari zako, pengine ulikuwa umeenda kazini, ulivyorudi ghafla ukawakuta huyo mdogo wako na mume wako wako wenyewe pekee ndani, na mazingira yao hayaonyeshi hali ya utulivu, ni kana kwamba walikuwa pamoja wakifanya tendo la ndoa. Wana hofu, wana mashaka, wamejaa wasiwasi. Au pengine tu mdogo wako alivyokuona akaanza kulia, dada nisamee, dada nisamee. Amina. Kwa hiyo kuna taarifa nyingi ngumu, kuna taarifa za ajali za ghafla. Inawezekana pengine kuna hela ulikuwa unafanya kazi na mtu fulani, unamwamini, mmetoka mbali, pengine mna mwaka mnashirikiana kwenye hiyo biashara. Ghafla ukaja kusikia ya kwamba yule mtu ameenda sehemu fulani mliko kwa mnadai hela, amechukua hela yote na ametoweka. Kila ukimfuatilia kwenye simu hapatikani, huna pa kuanzia, hamna ushahidi wa kimahakama wala wanasheria wala ndugu kuwahusisha. Unafikiri anaanzia wapi kutafuta zile hela, na nyingi. Kwa hiyo mtu wa Mungu, nakushauri, wazungu wanasema jitahidi sana kucontrol taarifa unayosikia. Taarifa nyingine zinakuja zimebeba roho ya kuharibu mimba, hasa ukiwa katika kipindi cha ujauzito. Mungu akusaidie uone taarifa zinazokufikia, hata kama taarifa ni ngumu, ni nzito kiasi gani, uipokee katika hali ya kawaida na uifanyie kazi katika uzito wake. Amina. Kwa wamama, Mungu amewaomba kwa jinsi ya pekee sana. Taarifa kama hizi zinavyowafikia, kuna wakati mwingine inaweza kapelekea hata mfumo wake wa hedhi kusogea mbele kuliko ilivyokuwa kawaida. Au wakati mwingine akipokea taarifa ngumu kama hizo, mfumo wake wa hedhi hapo unaanza kufanya kazi. Ndio maana yule mama aliposikia hizo habari, akiwa katika hali ya ujauzito, ghafla chungu kamshika, kajifungua. Tena hakwenda hata hospitali na hakukuwa hata na mzalishaji mazingira yale. Kwa hiyo kwa leo ninaamini umeelewa. Katika sababu nyingi unazozijua, usisahau jinsi ya kucontrol taarifa unazopokea, hasa taarifa ngumu, taarifa zinazoumiza, taarifa zilizobeba uchungu.